warefu ama wafupi, sote tutatoshana. Hakuna wafupi, hakuna warefu, hakuna wanono, hakuna wale wembamba. Sote endelee kufanya mazoezi. Ya tatu itatufanya tuimbe. Tutaimba tukimwambia Mwanakondoo, ni nini nimekufanya uniko? Mbona makosa yalikuwa mengi? Ni nini mmeniko? Tutaimba nyimbo ya Mwanakondoo. Akanajibu kuanzia pale mpaka Abraham. Wataimba nyimbo ya Musa, nyimbo ya Musa. Alafu tupige mziki. Hapo kusema shusha na pandisha. Na zile zenze za origin. Sijui kama hiyo repetition tutaifanya kwa siku ngapi? Kwa tumetoka kwa sherehe ya miaka 3.5. Miaka 3.5 ya kukula tu. Kukula tu. Kukula. Kukula kikula. Chakula ambayo haina chemical. Miaka 3 ingine tutakuwa tunavalishwa. Hatutaimba na makelele. Watakuwa wanavaa kwa miaka 3 waliomtumikia Mungu. Miaka 3.5 ya kuvaa. Tuvae. Alafu tuwashe moto. Tutawasha milele na milele. Hakuna usiku, hakuna mchana, hakuna mataa yamepotea, hakuna ni taa ya mwana. Bwana mtukufu. Haleluya! Kuna wale wanakuja hapa wamesema. Nawe kabisa. Inua utukufu kwa Mungu. Haleluya! Umulimo w'Imana, kazi ya Mungu, kutumikia Mungu si kazi ya kawaida. Ni kazi inayofanywa na aliyeokoka. Na tena anaitwa na anatakaswa kwa kazi hii. Lazima nifanye kazi ya Mungu. Sababu usiku waja ndio mtu asiweze kufanya. Vizuizi zinazofanya tusitumike kazi ya Mungu. Alafu tumalizie kwa faida za wale waliomtumikia Mungu. Kwanza ni watu waliokataa kubadilika. Hao walikataa kubadilika. Wao wanakuwa maadui wa Mungu. Ukikataa kubadilika uwe mtu wa kiroho na kuzaa matunda ya kimwili, unaitwa adui wa Mungu. Hicho ni kizuizi. Kama hujabadilika na kutoka kwa utu wa kale, unakata utu wa kale, kazi huwezi ukafanya vizuri. Hicho ni kizuizi cha kwanza kitakachokuzuia usifanye kazi. Paulo akaandikia Warumi 12 mstari wa 2. Sema kwa hiyo badilikeni kabisa. Ukiwa na mioyo mipya, msifanye kama watu. Badilikeni kabisa. Badilikeni kwa kweli. Watu wanabadilika kanisani, kifika hiyo wanarudi tena. Badilike kweli kweli. Kizuizi cha kwanza tutafanya kazi ya Mungu kwa sababu watu hawajabadilika. Ya pili, watu wanapenda mambo ya dunia. Watu wanapenda ulimwengu. Wanapenda mambo ya ulimwengu. Biblia husema mtu akipenda ya ulimwengu kuliko kupenda Mungu, kupenda baba Mungu hakuna ndani yake. Ukundi maana kwa ulimwengu. Mtu akipenda mambo ya ulimwengu kuliko kupenda Mungu. Kupenda Mungu hakuna ndani yake. Kwa sababu Mungu ni upendo. Na wanaomtumikia wote lazima wao kwa upendo. Watu wanapenda ya ulimwengu kuliko kupenda Mungu. Tunapenda ya ulimwengu kuliko kupenda Mungu. Kupenda Mungu hakuna ndani yake. Hicho ni kizuizi cha Mungu. Hautamtumikia Mungu kiwa na mambo ya kupenda Mungu. Tatu, watu wanauoga maisha. Watu ambao hawashukuru. Wanakula wanalala wakilia. Kesho sijui itaendaje. Sina uoga wa maisha. Hawamwamini Mungu.
Mungu akamwambia Waisraeli na kuja kuwapa amani katika nyumba, lakini mweze kuchukua siku. Kwa maana Mungu atajishughulisha. Usifikiria ya kesho. Lakini watu wengi wamezuiwa kufanya kwa sababu ya kufikiria kesho. Wengine wale wadhaifu wanafikiria sana. Wana wanaogopa vitu ambavyo vinafanyika kwa miaka maelfu na wanajiweka kitasa. Usikiwa na kizuizi cha kuogopa maisha itakufanya usitumikie Mungu. Chaka 4 ni kutoandalia. Kutokuwa na yule anayekulea, yule mzazi wa kiroho na kuandaa. Kama unaandaliwa utafanya kazi ya Mungu. Kila mtu anafaa kuwa na yule anamlea. Ya 5 kutojua kile umeambiwa. Watu wengi wanajua kuwa wanaishi kwa sababu ya wanafikiria. Kutojua kile umeambiwa inafanya ufanye kazi ya Mungu. Unafanya yale ambayo hayako kwa mstari. Ya 6 ni mila. Mila. Mila ya kwenu. Ya familia ya kwenu. Mingi inakuwa vizuizi ya kutojua kumtumikia Mungu vizuri. Mila ya kwenu. Ya 7 kutojua mwito. Kutojua mwito. Kutojua mwito. Mungu aliyekuchagua Mungu ana maombi. Nawe eti utakuwa pastor. Wewe si pastor, hajakuita kuwa mwana maombi. Mungu amekuweka kuwa ndiko mshemazi wa kanisa. Eti muniombee nami niwe fulani. Kutojua mwito. Hicho ni kizuizi. Tena Mungu aliyetufungia mwito. Ukitumika kwa mwito si wako, mbinguni utafanikiwa na hata kiroho peke yako utafanikiwa. Lakini ukifanya kazi ukisema hili mwito yangu, wanga unasikia ukipunguka na unafaidika. Haleluya. Vizuizi. Faida ya watu waliomtumikia Mungu vizuri. Faida ya wale waliomtumikia Mungu vizuri. Kwanza kile Mungu anafanya kwa watu waliomtumikia. Mungu huleta ulinzi. Tukiwa hapa ulimwenguni, kabla ya kufika mbinguni, ukimtumikia Mungu vizuri. Haleluya. Na kuchanganya na mambo mengine. Na kuchanganya mambo ya mapepo. Tumikia Mungu vizuri. Mungu analeta ulinzi. Mungu analeta ulinzi. Ulinzi. Mwambie ndugu yako una ulinzi. Haleluya. Elisa. Nabii wa Mungu. Akiwa Dotani. Akiwa nabii Dotani. Biblia inasema. Haleluya. Watu wa Siria wakawazingira. Na wakawazingira na Gehazi. Akaamuka asubuhi na mapema. Akapata wamezingira. Akapiga nduru. Akarudi nyuma na kumwambia, akamwambia tunaishi. Ni nini? Eti wanasiria kwa hatuwezi pata pamoja. Saa zingine tunaingia kwenye vita mapema. Unaona hakuna pale kupitia. Lakini kwa sababu tuna ulinzi. Asubuhi inakuja, asubuhi nyingine inakuja. Kaka inakuja, asubuhi inakuja. Na hata kesho inafika asubuhi. Tumpe Bwana. Amepigana vita kubwa ya Sauli. Akasema hata jeshi ilizingire kuume na kushoto. Lakini akasema moyo wangu hata vita ziwe kwanza. Taendelea kuimarika. Taendelea kuimarika. Kwa nini? Na hata usione na macho ya mwili. Kwa nini uone ulinzi? Unasononeka. Unaangalia na macho haya. Amesema hii ni macho ya watu. Hii ya kuangalia ugali na bahari utaangalia. Lakini ukiangalia na macho ya kiroho kuna ulinzi. Kuna ulinzi.
Simuinue Mungu mtukufu. Ajali zinakuja. Wengine wanakufa wewe. Unalala usiku. Nyumba wanaizidi. Mapepo wanashuka. Lakini asubuhi inafika. Kuna ulinzi kwa wale ambao. Kuna ulinzi. Huwezi ona. Lakini kuna ulinzi. Ndio maana saa zingine unakufa. Lakini ukufa. Kuna ulinzi wa Mungu. Kuna ulinzi wa Mungu. Elisa akamwambia Gehazi, akamwambia tatizo unalo, si jeshi la Siria na Magharibi, bali wewe una upofu. Upofu umeingilia makanisa, na hata saa hii wanabebwa na upofu. Ndio maana wengine wanatumikia Mungu wanachanganya, ni upofu. Huo ni upofu. Yesu akasema vipofu na kibeba vipofu fungueni ili muone macho moja. Muone ulinzi wa Elisa. Akamwombea. Elisa amehudumia. Haleluya. Alipoachana na Elisa, amefika katika jiji. Akapata maji. Wale watu ambao waliwazito wanasomika. Ng'ombe pia zilikuwa zinasomika. Akamwambia kijiji vizuri. Lakini tunatatiza. Elisa akahudumia. Akaomba Elisa. Alipoomba akaleta chumvi. Akaenda akaweka kwenye chemchemi. Alafu maji ikakuwa safi. Watu wa kiroho ndio wanafanya vitu kuwa safi. Na wanajua tatizo lipo wapi. Yale kuleta matatizo si haya. Tatizo ni kutokuwa na macho ya kuona na kujua nguvu ambazo zimo ndani yako. Elisha akamwambia Gehazi, akamwambia Mungu akufungue macho. Gehazi alipokaribia kufunguka, hakuona jeshi la Wasiria. Ameona gari, ameona zabibu ambazo zinazingira ndotani, na hizo zina moto. Sisi tuna nguvu za moto. Ulinzi wa Mungu. Ulinzi wa Mungu. Mungu anauleta kabisa kwa watu waliomtumikia Mungu. Waliomtumikia Mungu. Kwa imani waliotuhudumu kwa pendo. Wanahudumu vizuri na kuhudumu kwa vizuri. Mungu anawaletea ulinzi. Haleluya. Haleluya. Ya pili, Mungu anawalipa. Mungu anawapa kujua yaliyo ya maana. Paulo akawaandikia Wakorintho, akasema yote tunakubali, lakini yote haitufaidi. Ya maana hizi vitu zote ziko duniani. Huwezi angalia na kumaliza. Huwezi kufuatilia na kumaliza. Kwa kumtumikia Mungu vizuri. Mungu anampa kujua yaliyo ya maana. Kuimba na kunyenyekea na kutubu. Hiyo ni kiwango Mungu anawapa watu kwa sababu wamemtumikia vizuri. Haleluya. Haleluya. Na tatu, Mungu anawapa watu waliomtumikia kujua kutofautisha yale Mungu anapenda na yale Mungu anachukia. Mambo yote Mungu apende. Mambo yote Mungu hachukii. Ukimtumikia Mungu, Mungu atakupa kujua yale Mungu anapenda na yale asipende. Na anakupa kujua yale anayoyachukia. Karibia Mungu naye atawakaribia. Pinga shetani naye atawakimbia. Haleluya. Haleluya. Ya nne, Mungu anatupa kuwa kwenye maisha ya tumaini. Haleluya. Haleluya. Maisha ya tumaini. Wakristo ambao wamekuwa wanakaa kwa maisha ya tumaini. Ayubu baada ya kupatana na vita nyingi sana, akasema lakini ile tumaini inakaa kama imeshika moyo. Akasema nitashuka nazo mpaka kusibuni, mpaka nifungwe nazo na niweze kufufuka na hizo tumaini hilo. Kristo yote anafaa kuwa nazo. Kila Mkristo aliyemtumikia Mungu vizuri anakaa kwa
Haleluya. Petro yabashije Yesu. Amemuuliza Yesu. Yaani mwingi wa Yesu bali barakoze umurimo w'Imana. Alikuwa mmoja wapo wa wanafunzi wa Yesu waliofanya kazi ya Mungu. Na tena Imana yari yaramusanze ku nyanja. Mungu alikuwa amempata huko baharini akivua. Alikuwa ni mvuvi. Imana tizira bagabasha. Mungu haiti watu wavivu. Hakuna mvivu Mungu anaita. Mungu wote anawaita. Alikuwa anawaita wakiwa na kazi. Kwa kazi. Wanaacha kazi wanaenda kumtumikia Mungu. Petro akamuuliza. Sisi ambao tumeacha yote tutapewa nini? Tumeacha watoto. Ni nini tutapewa? Akamwambia mkiwa hapa ulichoisha. Nini? Mbinguni ni uzima wa milele. Haleluya. Haleluya. Mbinguni kuna maisha. Hapa duniani hakuna aliyemtumikia Mungu. Hakuna aliyemtumikia Mungu ambaye anakufa umaskini. Haleluya. Kwa nini? Imani situhemba tukiwa. Mungu anatulipa tukiwa hapa. Na tukifika mbinguni Mungu anatulipa. Biblia isifuka. Biblia husema umugabo wakora Imana cyane. Mume aliyemtumikia Mungu sana. Kafa. Baada ya kufa wafa asigabana mu madeni n'umugore. Acha watoto na mke kwenye madeni. Kubaza kumushuza. Wakakuja kumlipisha. Wakamwambia ngo utwishure cyangwa tuhabana. Na kumwambia utulipe ama utupe watoto wako. Anagenda kwa yule mugabo. Naenda akamwambia mtumishi wako. Anamwambia ngo sende kufa. Mbia ni nini unayo? Nikufite. Nini unayo? Nikufite. Una nini? Wahera. Akaanzia hapo. Anasenga. Akaomba. Anakutumisha. Akaomba. Muri tuhatukia rafi. Kwa yale machache aliyokuwa nayo. Nikatoka mimi. Akalipa madeni. Na akaweza kuwafanya watoto wao wawili waishi. Kama wakore imani. Kuna aliyemtumikia Mungu. Ambaye huli. Kwa wakore imani. Mungu umetumikia Mungu. Hayo gukora imani. Na watu wanaomtumikia Mungu vibaya. Imani yeye kuikorera. Mungu kienda kumtumikia. Kwanza wachane na Mungu. Utoke kwa vikundi za dunia. Utoke kwa vikundi za dunia. Na kufuata Mungu kabisa kwa kweli. Kutumikia Mungu. Ni kujitoa. Masaa 28. Kuna Wakristo. Ambao wanatumikia Mungu. Usiku wanatumikia Ibilisi. Wanatumikia Ibilisi katika usiku. Wakiwa kwa watu. Wanajinyenyekeza. Ndilo neno wamesoma. Sema usipokuwa na haki kuliko ya Wafarisayo. Watu wanamtumikia Mungu wakiwa wamejaa na unafiki. Yesu akaambia Wayahudi, akawaambia mjidhari na tena mjidhari na tena ya Wafarisayo. Wamejaa tatu ya Mafarisayo. Ona vile haki ya Mafarisayo. Alikuwa anajua kunyenyekea. Walikuwa wanajua kunyenyekea. Yahura na bishop. Akipatana na bishop. Yesu asifiwe pastor. Changu yasikuru yukuza wewe. Ama akijua wewe mwombezi anaona tayari unaona hiyo yake. Yesu asifiwe, Yesu apewe sifa. Kama taka kumchamba. Anaanza kumchamba hapo. Unafiki wa wapi? Unafiki wa wapi? Watu wanajifanya wenye haki. Kwenye ibada. Watu wote wamenyenyekea. Lakini akifungua moyo. Kuna watu ambao wanaweza kurudi bila kugeuka. Kwa sababu ya lefa ya Mafarisayo. Mafarisayo walikuwa wanajua kujipiga kifua. Jumapili wanafunga mara mbili kwa siku. Wanasema ya haki wakijifunga. Mathayo 6 anasema usifanye mema kwa watu. Ili wale aliye Mombasa. Yule ambaye anasema unazaa matunda ya haki. Si kusema mambo ya urofa. Kuna watu ambao wanaorofa katika simu. Anaangalia mambo ya urofa. Ikifika Jumapili hizo nyimbo zako Mungu anakuangalia kwa huo. Watu wanaopenda kumsikia wanatoa mambo ya mambo haya mambo ambayo si ya Mungu. Haleluya. Kwa sababu maneno yote ambayo umesema kwa uficho tukijificha yataonekana. Yatasema mbele
Nimreke ukira mambo ya Farisayo. Waacha kuwa na haki ya Mafarisayo. Walikuwa wanajua kuvaa mavazi nyeupe. Marefu. Wanapenda kuitwa Rabi. Haruwa misengo. Represent. Kuna yule amemuita represent. Ngomora represent. Alafu. Wewe kwa sisi jare gari, wewe ni jare. Mbona umeacha ile kitu kingine kwani ni mama? Wewe unakunda basi. Sababu mkafasa. Roho ya kifasa. Mkafasa. Makanisa watu waliweka juu wengine. Wakiweka kiti ya nyuma na anavimba. Sheti hajapitishwa mbele. Kanisani mbele ni wapi? Mbele ni wapi? Kuna wale ambao wako nje ndio wako mbele kuliko hapa. Hatujui mbele kwa wapi. Unamtaji wapi? Unakaa hivi wewe ndio uko mbele. Mbele ni wapi? Pesa bana. Hakuna kujisifu. Biblia husema Yohana Mbatizaji. Nampenda Yohana. Ndiye kijana aliyezaliwa. Na akazaliwa babake akijua. Lakini akasema Mungu. Na hakusema hata jina lake. Biblia husema akaenda kuhubiri Mafarisayo. Akaenda kuhubiri Mafarisayo. Hakuhubiri kwenye masinagogi. Alikuwa anaenda huko porini. Anaita tubuni mfalme wa Mungu karibu. Na ilikuwa ni wakati wa Mafarisayo. Wakaja. Wakamwambia Yesu. Na kumwambia wewe ni nani? Watu wanaojiona wanasema anatoka wapi, anafanya nini? Yesu amesema yeye anayofanya. Alikuwa na nguvu za kufufua waliokufa. Yesu amejivuna. Kuna vile Yesu amejipiga kichwani na alikuwa na majini. Anaitwa Yesu. Emmanuel. Mungu wa ajabu. Mfalme alikuwa nayo kwa mabegani. Lakini amevaa bodaboda. Miaka 33. Akavaa bodaboda. Akavaa bodaboda. Kile cha Masai. Sandali kwa tuzo la Masai. Sio hizo. Sawa kabisa. Mama kundu. Atakashi. Hiyo. Ali. Lakini yangarani wao ni kukihusu. leo unakaa na mavazi. Kwa sababu wako wale kulikuwa. Unasikia hautosheki. Ukifika sokoni unataka walete na hizo zingine. Yesu alikuwa yakuni bwana mlima wima. Yes, kwa sababu ya kulipa. Yaani alikanzu nimekani. Alikuwa na kanzu moja na nyeupe. Yesu. Alikuwa mgusi yafu. Lakini siku alikufa. Akafanya kibalo ya mfuzi. Eti wakatamani. Kwa afidurufi. Wakaanza kulichezea hapo. Mzali si. Ikanzu kuziamba ile kwa kutokuleta. Kanzu ambayo mtu amevaa miaka 30. Na kupigia kura. Kwa sababu ya mafuta ya Yesu. Haya mavazi ambayo unatamani Yesu. Ikiwa na mafuta ya Yesu, hiyo imetosha. Fanya kazi ya Mungu vizuri. Tumpe Bwana tu. Yohana Mbatizaji. Akaenda pale. Akahubiri. Akaita. Ukijua mission. Ukijua mission. Utasimama ukose kazi wakati wa kupika. Ukose wakati wa kupika. Ukose wakati wa kupika. Watu wanachukua muda wanaenda kwa mwingine, anaenda kwa masengenyo. Wengine Yohana Mbatizaji. Yeye akasema kiburi. Mfalme wa Mungu ukaribu. Mfalme wa Mungu ukaribu. Sasa wakamuuliza. Alikuwa amezoea majina. Akamuuliza, wewe ni nani? Akasema ni sauti. Mimi ni sauti. Mimi ni sauti. Anaita nyikani. Msaidia za Bwana. Mtu ambaye anaweza kufunza neno la kutubu saa hii. Hatuna dhambi saa hii. Unajua tumekuwa wenye dhambi.
Anajua kuomba sana. Bazi kusenga cyane. Anajua kufikiri. Bazi no kugamba. Ndio vitu sana. Sitona dhambi. Karudi ataje huko ndo. Ona ila anaanza kuchoka. Lakini wakitoka wanashirati. Ni wapi umesikia? Ni wapi umesikia? Kwa nini unafanya? Ni wapi umeona? Tu akiombea meza. Akiwa na vitu fulani. Ni wapi kwingine umeona? Ni wapi? Tusemezane ukweli. Tufungie shukuru. Tusemezane ukweli. Ni wapi umeona? Tu akiwa na mama. Na akiwa na kitu kingine. Kuna bahari pengine hakuna kuna bahari pengine. Watu mtu amesema kwa lugha. Akiwa na jambo lingine. Mimi ni sahihi naona. Ni hapa naonea. Watu wakoje? Shambulia mzee na kazi. Tukiangalia unaweza pata vitu za nyoka, ukiwa na vitu za shamba na wao. Mwache kupigwa na jua. Angalia. Nipo karibu kumaliza. Hata waombezi wametoa. Lakini wamekujua. Wasipokuwa wametuambia. Mbingu imekuacha. Fanya kazi ya Mungu. Mungu kati ya watu ambao kuabudu. Utaambiwa hiyo joto umetoka. Nenda kushoto. Utaenda kwenye kama umetumia Mungu na unafiki. Lakini Yesu. Si mnakuwa na mimi nina uoga wa ajabu. Nina uoga wa ajabu. Lakini Yesu simjishambulie mwache. Lakini nimechoka. Lakini siku ya mwisho utaenda kushoto na mbuzi na kondoo zitaingia. Lakini yule ambaye ana akili kwa sheria kitakacho kuambia mwenyewe anakaa kwa vitu anaweza nakubali, anaweza akafia, anaweza akafia, anaweza akafia. Jinsi gani mtu anakaa kwa vitu ambazo za korofi.
Watu ambao wanaelimisha wote. Na aina gani? Na kazi unayofanya ni bure. Imeanzia huko nyuma. Ikaja pole pole. Ikafika kama hapa. Ikaja pole pole. Ikafika hapa. Ikakuja. Ikafika hapa. Ikafika hapa. Wanasema hapa wasemi usherati, wasemi uchawi. Kwa sababu wanasa. Kuna watu ambao hawatualiki eti tunaweza tukagusia. Wacha tuguse. Kwani Biblia inakubali. Na yale Mungu hata tuulize. Na yale Mungu hata tuulize. Atakaye pona pona. Yesu yuko karibu. Huwezi kufanya kazi ya Mungu na Mungu akukubali. Ukiwa na vitu zingine. Na tena watu wote ambao wanaenda kwenye vikundi hizi wanadhani ni akili imezaliwa. Akili ya usiku, wengine wakiwa wamelala. Giza. Tuingiza katikati ya wachungaji mvumilivu. Sidhani Wakristo wamekazika sana.